Bwana, mambo vipi? Jina langu ni Christopher Josephat au kipenda niite Chris J, mtangazaji wako yule wa The Podcast ndani ya The Bees Media. Leo nipo na mtangazaji mwenzangu. Utakuwa na mimi Tawia Goddess. Tunaenda kuelezea eka za mitandao. Eka za bongo. Kwanza kabisa kuna story ambayo imetamba ya Simba Sports Club. Tuwapongeze kwa kuvuka hatua ya makundi. Walikuwa wanatuta mwaka robo. Sasa hivi tunaitwa nusu finali. Kwa unajisikiaje katika hiyo? Unaona kama unataka kujitunisha fulani hivi. Niite nusu finali top 4. Ukitaja jina langu andika pale Christopher Josephat bin Kamala. Pin Spider. Tumevuka. Okay, ongeleni sana kwa sisi yao. Tunapanda ndege, wengine wanapanda basi. Kwa mnawazungumziaje majirani zetu? Wapambane. Safari ya ligi za ndani ni ndefu sana. Waendelee kukaza mguu. Mabasi mafuta kipanda bei wasishughulishe. Sisi tunapanda ndege. Bwana, lakini bwana nimeamka juzi. TikTok imechangamka. Nadhani kama ni nusu ya dunia hivi. Tanzania imetikisa. Kuna watu wawili wamevuruga kabisa trend ya Simba. Nimesikitika vibaya mno. Wani kama nilikuwa ni lengo lao pia kwa sababu kati yao walovuruga ni timu pinzani. Ayo mwenzetu. Ni mwenzetu njaa tu njaa. Bwana unaizungumza kwanza isakata kwanza ni ndoa ambayo ilivunja rekodi kwa sababu mwanamke alishafunga ndoa zaidi ya mara 4 na akaachika. Mwanaume ilikuwa ndoa yake ya 5. Hizi ni huzuni kubwa. Yaani wote ni mamaster kwenye ndoa. Sasa watu tulitegemea kwamba kwa sababu wana uchungu na wana muda mrefu katika ndoa wangeweza kudumu kwa muda mrefu sana. Lakini ndoa ya Haji Manara na Zailisa imekuwa ni historia kubwa kwa Tanzania. Ni kweli, lakini vipi kama mwanamke alikuwa yuko tayari kuvumilia katika kuvuka hiyo swala na kuepusha maneno katika jamii, pia ukizingatia wao ni celebrity. Lakini pia mwanamke inaonekana alipigana sana kuficha vitu ambavyo vinaendelea katika ndoa yake. Ili mradi tu kwamba alete heshima kwa sisi ambao tunamtazama, lakini pia alete heshima kwa yeye binafsi kwa sababu ameachika katika ndoa 4. Na akati anaingia kwenye ndoa yeye na Haji Manara alikuwa yuko very confident kwa sababu alisema yeye ataingia katika hiyo ndoa na atadumu. Lakini pia wanawake ambao waliachika katika hiyo ndoa tukimlenga Lushaina alirushana naye maneno na akijiaminisha kwamba atadumu katika hiyo ndoa. So pengine alipigana vikali sana kuilinda hiyo ndoa, lakini kuna jambo ambalo limemfanya mambo yasiwe kama vile ambavyo alikuwa anataka, ama limemfanya atoe nje mambo ambayo alikuwa anaendelea kwenye ndoa. Wanawake wengi wanatamani kuingia kwenye mahusiano kama ya El Bugatti, mwanaume kama yeye, kwa sababu ni mtu ambaye anaonekana akiwaonga vizuri. Kwenye kuonga sio anaonga kama michepuko, anaonga kama wake zake. Matumizi mazuri Dubai, wapi, kwenye masherehe wanavaa nguo za gharama kabisa na anafurahi. Unaona mtu mwenye furaha kwamba mke wake apendeze. Uoni Zailisa ametupa kombe? Sio kweli, kwa sababu according to Zailisa mwenyewe ametuambia kwamba Bugatti hakuwa anahusika chochote kwenye swala zima la mavazi yake. Yote ambayo tulikuwa tunaona alikuwa anavalishwa bure kutokana na muonekano wake na kwa ajili ya kutangaza biashara kwa watu ambao walikuwa wanamvalisha. Kwa hiyo nataka kusema kwamba Bugatti alikuwa anatupiga. Alikuwa anatupiga. Wao wanaume msiamini maneno ya mtandao. Kwa hiyo Zailisa alikuwa anavaa bure. Alikuwa anavaa bure. Na amewataja watu ambao walikuwa wanamvalisha na akaomba evidence kama kutakuwa na mnyamala ambao ilitoka kwa Bugatti kufika katika maduka hayo ambao Zailisa alikuwa anavaa. Bugatti kaka. Ulitupiga, ulionekana sisi tuonekane hatuna maana. Kumbe watu wamevaa bure. Brand. Kwa zile nguo za sijui milioni ngapi za tata za nini? Yaani mimi binafsi nilikuwa nahisi kama sasa hivi Zai amekuwa mtu tofauti sana baada ya kuingia kwenye mahusiano na Bugatti. Kutokana na namna ambayo alivyokuwa anavaa, namna ambayo alivyokuwa anajibrand, lakini pia kutokana hata na the way maisha yalibadilika kabisa. Alipotoka kwa Makabila na alivyoingia kwa Bugatti, vilikuwa ni vitu vile tofauti kabisa. Kwa hiyo tulikuwa tunategemea kwamba brand zote ambazo alikuwa anafanya ni kwa sababu ya Bugatti. Lakini kiukweli ametushangaza sana kuamini kwamba si yeye alikuwa anafanya, lakini watu walikuwa wanawekeza kutokana na muonekano na kutokana na kitu ambacho alichokuwa nacho sasa hivi kama ni Mrs. Bugatti. Watu wengi walikuwa wanamwangalia. Kwa watu wengi kwenye maduka walikuwa wana investment kwa Zailisa kwa sababu wakiamini wakimwona Zailisa amevaa vizuri
kuna watu ambao wanamtazama Zailisa wataenda kununua kwake, lakini sio Bugatti anafanya. Bwana, sasa sakata kwamba Bugatti alikuwa akimtomasa mdogo mtu wa Zailisa. Noma hiyo. Mtoto wa miaka 16 10 ngapi amesema? 17. Hiyo ni kesi ya jinai. Ni unyanyasaji wa kijinsia kwa sababu kuna uwezekano mkubwa huyo mtoto alikuwa anafanya kwa shinikizo pasipo yeye kupenda. Lakini sasa alikuwa anatumiwa pocket money? Hata kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinamfanya, hata kama kumtumia pocket money, inawezekana hiyo pocket money ambayo alikuwa anatumiwa ndio source ya huyo mtoto kukubali kufanywa vitendo vya kikatili. Kuna watu wameunganisha madoti kwamba Bugatti alivyosema kwamba hela anayotafutia mwenyewe, yani hela yake, lakini mtoto wake ananyimwa chakula. Watu wakaunganisha doti kwamba Zailisa alikuwa anamnyima unyumba Eli Bugatti, yani anakulisha lakini bado unamnyima chakula. Au ndio yale mambo yetu ya kuuziana kwa Dula Makabila. Kwa huko anaweza akawa itaka kumuzia tena Bugatti, au tusemaje sasa? Kwa Zailisa kwa sisemi kama ni kweli, lakini pia kwenye nyimbo ya Dula Makabila alisema kwamba mzalie bwana, usimuuzie, usimeze pitu. Wanataka kutuambia kwamba Zailisa aliendelea kumeza pitu kwa Bugatti. Ndio maana pamoja na kuwa mwaka mzima kwenye ndoa hatukuwahi kusikia tetesi yote kama ni hata kitapika, akichoka. Lakini sio jambo baya. Mimi kama mwanamke naweza nikasema sio kitu kibaya kumeza pitu hata kama upo kwenye ndoa. Kuzaa lazima wewe mwenyewe mwanamke ujiandae pia kuwa mama. Hajalishi kwamba una date na mwanaume mwenye mali nyingi, mwenye ambaye yuko vizuri kifinancial, lakini kama hauko tayari kuwa mama, una ruksa ya kusubiria mpaka pale ambapo unahisi sasa mimi ni wakati wangu kuwa mama. Kwa inawezekana Zailisa kipindi chote hiko ambayo yuko na Dula Makabila, lakini pia baada ya kuwa na Bugatti hakuwa tayari kuwa mama. Na ukizingatia ni mama wa mtoto mmoja. So vipi kama bado anampa nafasi mtoto wake katika malezi ili aweze kupata mtoto mwingine akiwa yuko tayari? Akiwa tayari amzalie Bugatti. Amzalie Bugatti, lakini so Bugatti tu. Anaweza kawa na mwanaume mwingine. Wanawake tuna target nyingi sana. Anaweza kawa yuko na Bugatti lakini anamtazama mwanaume mwingine hapo. Anacheza kama Simba Sports Club. Kwa hiyo inawezekana tukahisi kwamba Bugatti ndo ilikuwa ni target ya Zailisa, lakini ikawa si target yake. Lakini kutokana na maisha, kutokana na watu tunapenda kuwa celebrate, kuonekana, hiyo ikawa ni sababu kubwa ambayo imempusha Zailisa kuolewa na Alimanala. Bugatti. Wengine pia wamesema kwamba msemo huo sio kwa sababu amenyimwa nyumba, lakini kwamba inasemekana kwamba Zailisa alikuwa ampendi mtoto wa Bugatti, ampi chakula. Hiyo imekaa vibaya sana, lakini siwezi kusema ni ndio au hapana kwa sababu hakuna evidence yoyote ambayo Alimanala ameionyesha kuonekana kwamba Zailisa alimnyima huyo mtoto chakula. Lakini evidence kuhusu yeye sipo zinazoonekana kwamba yeye alimtongoza huyo mtoto. Lakini kwenye swala lazima la kunyimwa chakula mtoto wake haipo. Na kama tumeona Dula Makabila naye amejaribu kusema kwamba anamfahamu Zailisa vizuri kwenye swala zima la kumtreat mtu vizuri, yuko vema sana. Hawezi kufanya kitu kama hiko. Kwa Dula Makabila naye atuache bwana. Dula Makabila anatafuta kaupenyo kakumrudisha Zailisa. Lakini ametoa nyimbo anamchamba bwana Zailisa bwana. Hajamchamba kiasi kile kama mchamba. Kama arudisho Swahilini kweli? Of course Zailisa anarudi Swahilini. Si ni kwake. Alafu bwana kweli bwana tuanzie hapo. Hivi Zailisa kwa unafukuzwa. Eli Bugatti baba kaka. Mwanamke anafukuzwa anafungasha manili kwenye mapazia. Yeye kwa mapazia kaanga zile au mashuka yale. Ilikuwa ni mashuka. Alikuwa na mabegi. Lakini labda ngozi ilikuwa ni nyingi, mabegi yake yalikuwa ni machache. Au sababu ngozi za fashion ziko kwenye mabegi, alafu ngozi za kawaida kwenye yale magauni ya milioni kwenye mabegi, magauni ya kawaida kwenye vilaka vile mashuka unafungasha. Na dawa ya mbu. Kafukuza kwa dawa. Watu wamesema kwa na ubungo extend. Sababu kwake mbali. Magala. Safari ya kwenda hapa na unalala, unapokea simu, unaangalia movie. Hapo ndo tunapoamini kwamba tuna marafiki ambao ni fake sana. Kwa sababu imagine mtu kama Zailisa aanze kufikiria hapa kwenda kulala au afikiria tu ya kutoka kwa Bugatti mpaka Magala. Ukiangalia na marafiki wengi sana. Jua kali walikuwa wanaweza kumsupport wa kumfanya hata asihangaike kubeba dawa ya mbu kwa sababu angeenda kulala kwenye kiyoyozi kizuri sana. Hata angeenda kwa Lamata. Dawa ya mbu jamani. Lakini sasa na sijaona pia timu Lamata wakizungumzia sakata
na Zailisa? Of course sidhani kama wao wana haki yoyote wa kuzungumzia hili sakata. Kwa sababu wao ni mtu ambaye wanafanya kazi na Zailisa, lakini hawana uhusiano wa maisha halisi ya Zailisa. Zailisa. Hapana. Sasa leo nimepitia mchana nikapitia habari nasema kwamba Maimartha anasema kwamba Zailisa usiku ule alienda kulala kwa Chris outfit. Ambaye inasemekana yule Chris ndio alikuwa anampa nguo kwa ajili. Pia inawezekana. Unajua wanawake pia sisi tunaangaliaga watu ambao ni washikaji wa karibu. Maybe Hamisi akienda kwa Lisa ambaye ni msanii mwenzake, itakuwa ni kama vile kujiharibia CV yake ama ni kujishusha sana. Kwa amejaribu kumtafuta mtu ambaye anahisi atakuwa ni mshikaji wake, ni rafiki yake wa karibu kwa ajili ya kuweza kulala na kujistiri. So inawezekana Chris akawa ni mtu mzuri kwake kuliko sisi tunavyofikiria as a friend. Hasa kweli bwana, mtu kweli hebu tuanzie hapo. Unajua ni mke wa mtu. Unampokea mke wa mtu. Unajui kama ni kosa? Ni kosa, lakini kama amepewa talaka. Je, kama tukisema Chris ndio ni chanzo cha Zailisa kuachika kwenye ndoa? Sidhani. Chris ni mfanyabiashara tu. Ni mfanyabiashara, sidhani kama yeye anaweza kawa ni source kubwa ya Zailisa kutoka katika ndoa yake. Hiyo kitu mimi kwangu bado haijaniingia kwa sababu sioni kama ana madhara pia. Sioni kama ana madhara kiasi kwamba acha kutikisa ndoa ya Zailisa pamoja na Bugatti. Hali ya Rushaina sasa hivi ikoje? Ni kicheko kama kilivyokuwa kwa Dula Makabila. Sababu Rushaina Dula Makabila amefurahi vibaya mno. No, tumeona sana akiwa na friend. Jamani, mwenye namba ya Dula Makabila, mganga wako nipatie namba yake bwana. Alisema atafika mbali. Na kweli hawajafika mbali, ni mwaka mmoja, na katika huo mwaka kuna uwezekano mkubwa kwamba Zailisa alivumilia vingi sana huko ndani. Inaonekana sababu kuna pia kuna ile clip ambazo inaonekana kwamba Zailisa alikuwa anamuignore sana Kakaji Manara. Kuna ile ambayo ameenda kumtambulisha kwa Aziz Ki. Anamwambia bwana mke wangu nataka kumpa mkono, alichuniwa alifika mara 2. Sasa kipindi kile ndo Maimartha alitoka kusema kwamba walikuwa na ugomvi na Zailisa hakuwa kwa Haji Manara ndani ya wiki nzima kabla hata ya ndoa ya Aziz Ki pamoja na Hamisa Mobeto. Kwa kuna uwezekano walikutana pale kwenye ndoa lakini bado hawakuwa sawa wao kwenye mahusiano yao, lakini hawakutaka watu wajue kama hawako sawa. Kwa walijaribu kupretend wakiwa wako sawa lakini hawakuwa sawa. Na watu wengi tulijaribu kumprove long Maimartha Jesse tukiamini kwamba alikosea na hakuwa anaongea ukweli, lakini alikuwa anaongea ukweli kwamba hawakuwa sawa, na ni kweli Zailisa alikuwa hayupo kwa mume wake ndani ya wiki nzima. Alikuwa na force maskini. Mahusiano. Madada, tafuta mwanaume unayempenda. Sio kwa kuangalia pesa. Sababu Zailisa ameenda pale hana namba ya NIDA, hana passport. Kwani umetafutia namba ya NIDA na passport, bado unamwacha mwanaume? Jamani, kwani namba NIDA inagharimu shilingi ngapi? NIDA. Namba NIDA inagharimu shilingi ngapi? Passport. Ikuatishe ndoa. Kile Bugatti umetoa. Kwa sasa hivi mwanamke akikutaki mdomo tu mwambie una namba ya NIDA na namba ya NIDA. Una passport. Hivyo ni vitu vilivyo kuzingatia sana kwenye mahusiano kwa sasa. Lakini pia mimi ningependa pale Haji Manara angesema, yani sasa hivi sio passport tu, passport ina miuli ya wapi? Ulikuwa unataka miuli ya wapi? Na passport unaenda Mwanza hapo tunaonelea. Hiyo inazingua. Baby, passport ina Dubai, China Marekani. London. Wakaka, mimi na pasili. Bugatti shatupa siri. Mdada ana passport na NIDA, achana naye. Tafuta mwenye passport na NIDA. Itawatokea kama analiwa dada. Jifunzeni kwa Zailisa. Sema na yeye majina waacha wanawake wenye majina mawili Zailisa haya. Mimi 2020. Sasa na sasa. Kwa sasa hivi Zailisa ni mwanamke mzuri sana kaka. Ni mwanamke mzuri. Kama mwenyewe alivyokuwa anajivunia yuko na twiga. Ilikuwa ni twiga kweli. Sasa hii kuna clip ambayo inasambaa. Sijafahamu ni ya leo ya zamani ambayo inaonyesha kwamba Zailisa anashuka kwenye bolt anaenda kumtembelea dada yake na Dula Makabila. Kwanza kwa nini bolt? Gari amepeleka wapi? Kanyang'anywa. Usiniambie bwana. Sijui. Sasa mtu kama amefukuzwa na mafurushi ya mashuka, atapewa gari kweli? Tusingeona bwana. Sasa hivi sasa ujanja wote huo. Anyway, kwanza nimekumbuka. Alipewa gari siku ya ndoa. Maisha masta unayafahamu bwana. Tuonyeshe. Atuonyeshe gari liko wapi? Alipewa gari jamani. Sasa wewe kwa nini atumie bolt kwenda kwa Amina Kikoba? Sasa unafukuzwa, angefukuzwa pale zile nguo tusingeziona, kwenye buti. Ile gari ilikuwa tu ni shofu bwana, mimi shofu wasanii bwana, msitupige bwana. Shofu bwana. Sasa ni mna maisha ya kuigiza sana. Gari. Kwanza mimi tangu mimi sije kuna ananisha gari ile. Na mimi pia sije kuona, lakini nilikuwa namuona mara nyingi akiwa na mume wake. Sema nani alikuwa na mganda?
kila sehemu. Ndio maana ameachwa. Kuna uwezekano mkubwa Zailisa akawa na mahusiano mengine, maana alikuwa yuko naye kila sehemu. Kwa katika mahusiano haya katika mahusiano haya Zailisa ndio ameua, kwa sababu Zailisa ndio amemwacha Bugatti. Sababu ya kumwacha ni kwa sababu anatembea na mtoto ambaye Zailisa ni kama mtoto wake, kwa sababu huyo mtoto anamuita Zailisa shangazi. Wanaume tujifunze kitu hapa kwamba ukiwa katika ndoa ni heri ueleze kama utakuwa mwanamke wa pili, lakini sio kutembea na mtoto au mdogo wa mke wako. Sasa Bugatti sio kama alikuwa na shida ya kuoa mwanamke wa pili. Kwa sababu Manara kama alikuwa anataka kuoa mwanamke wa pili, ulikuwa na uwezekano mkubwa sana, kwa sababu kwanza kwa Watanzania sio kitu kigeni. Ni kitu cha kawaida sana na tumekizoea mara nyingi kukiona. Lakini Bugatti alizamilia kutembea na ule mtoto ambaye alikuwa ndani ya nyumba yake, kwa sababu mtoto alikuwa anaishi pamoja na Zailisa. Na pia Zailisa amesema kwamba so huyo mtoto tu pia alikuwa na tabia kutembea na wafanyakazi wake wa ndani. Kwa Bugatti ana tatizo. Yaani ana tatizo. Sio kama anataka kuoa, ila ni ana tatizo la kuharibu maisha ya mabinti wadogo. Kwa sababu mtoto mwenye miaka 17 kuna hata kama tunasema alikuwa anampa pocket money ya kutumia, hiyo tayari ni shinikizo la kumdanganya na kumrubuni huyo mtoto aendelee kukufanyia vitu ambavyo si sahihi katika umri wake. Kuna hii SMS ya Zailisa ya kwamba kwanza ulikuwa na maumbile. Ameagusia maumbile ya Manara. Uone kama maumbile yake kwamba kwanza ulikuwa na maumbile. Sitaki kusema sana, sasa inauma, inatumiza sawa wanaume. Yaani uweze mimi nakulea na kuhudumia afu unajua kusema kwani why maumbile yangu? Kwa sababu si maumbile. Kwa nini usiseme mambo mengine, usigusie maumbile yangu? Ameona. Kwa nini? Ameona wenda alikuwa anakustiri na kuvumilia kwa sababu ndio mume wake, hakuna namna tena. Alafu akiona hayo maumbile yenyewe ndio unaenda kuyazagamua kwa shangazi yake. Wanawake, acheni kusema maumbile yetu. Tukiachana wewe nitukane kama Supiera, usiguse maumbile yangu na tutushia thamani. Lakini bwana twende mbele turudi nyuma. Unadhani kwamba ni sahihi kwa wanandoa kuachana na kusemana vibaya mitandaoni? Of course sio kitu sahihi. Au kwa sababu wao walikuwa ni watu wa social media, lazima wapeke social media. Ni kweli, lakini unatakiwa kubadilika. Mimi nashauri celebrity wote wanatakiwa kubadilika, hususan wale watu ambao wameoana. Siamini kama celebrity wote hawagombani. Wanagombana, lakini wale ambao wanalinda heshima yao nje, wanaweka mambo yao ndani. Wanaweka mambo yao malizana huko ndani. Au hata Zailisa mwenyewe na Bugatti sio kama walikuwa wagombani. Tuliona hapa juzi waligombana na ilikusadika wamegombana, lakini hawakutaka kuonesha watu kwamba sisi tumegombana. Kwa sababu waliamua kuficha heshima yao. Waliamua kuacha mambo yao ya ndani yabaki ndani kwao na nje yawe ni kawaida. Lakini mpaka Zailisa amefikia hatua ya kuyasema ni kwa sababu imemfika hapa. Ameona hii ni jambo kubwa na hawezi kulikalia kimya. Kwa sababu hilo jambo litakiwa liongeleke kifamilia na liishe kifamilia. Lakini Zailisa akasema hapana, haiwezi kuisha kifamilia. Hii ni kubwa sana kwangu. Hata ningekuwa mimi pia isingeisha kifamilia, kwa sababu kama unavyojua sisi wanawake kuongea ndo kupona kwetu. Yaani tukikaa na kitu kwenye mioyo tunahisi bado haiwezi, lazima tuongee. Hii ndio inatusaidia sisi kupata uafueni katika moyo wetu. Kwa hiyo inawezekana mkubwa kwamba alivumilia vingi, lakini ili swala too much likamfika mwisho akaona sasa tu nilisema. Lakini bana, ushauri pia kwa wanaume ambao kidogo wameenda umri, tujitahidi sana kwa tunaangalia wanawake wa kuoa majenzi, watoto wa 2000, watu wa social media ni ngumu sana. Manara amekuwa kidogo na upepo mzuri wa kuoa wanawake ndio kidogo amewazidi. Rushaina tukasikia mtoka Dubai, Zailisa, yani damu ambayo bado ni changa, ni damu ambayo bado inahitaji, sawa anataka ndoa lakini bado inahitaji kuwa exposure na marafiki zao huko nje. Mimi nadhani tatizo sio kuoa watoto wa 2000. Tatizo ni unamuoa nani. Kwa sababu ukimoa Zailisa na umemkuta kwenye tasnia ya kuwa celebrity, una expect kitu gani? Kwamba ukimweka ndani awe wife material, akupikie, aachane na mambo ya social media, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kama umemwoa mtoto wa 2000 ambaye amekulia katika maadili ya Kiislamu maybe au hata ya Kikristo, lakini sio mtu wa social media, ni mtu wa kawaida. Yaani social media akiingia ni kuposti picha zake na kutoka. Tofauti na ule mtu ambaye anataka attention na watu wamfahamu, watu wamjue. Wewe ukimweka ndani, wewe jua tu kwa namna yoyote ataforce ilmadi watu wamfahamu, watu wamjue kwa namna yoyote ile. Kwa tatizo sio kwa watoto wa 2000. Tatizo ni kwamba wanaoa celebrity. Kwa hiyo Dula Makabila tunampa asilimia ngapi kumchukua Zailisa? Sababu kuna zile
amevujisha mwenyewe Juma Rokole. Dula Makabila. Dula Makabila snitch sana. Kaka, ukiona hii tembea. Dula Makabila anaomba, anamwambia kwamba nitakupa hata crown. Dula acha kuonga, unaonga mpaka wanaume. Nitakupa crown ukifanya Zailisa rudi kwangu. Zailisa hawezi kuonana. Dula anampenda Zailisa. Haja move on ile jamaa. Hawezi kumove on. Twiga amemshika vizuri. Na sio Zailisa tu kupendwa na Dula, lakini pia Zailisa anapendwa na familia ya Dula. Yes, kama tunavyoona kina Amina Vikoba, kina Fatuma ambao ni dada zake na kina Dula. Wote walishangilia ile swala na wote walipoenda na kushushwa na Bolt pale, walimpokea. Kwa ina maana kwamba hata ikitokea akirudi kwa Dula, kwa wao sio tatizo. Au mganga wa Dula. Dula kwenye mambo haya na anajisemaga mwenyewe anapuliza yule. Iko vizuri. Alipiga dua. Dula. Inawezekana. Kwa hiyo Dula umejipanga na shilingi ngapi sasa hivi kuuziwa? Ile mwanzo aliuziwa na 800,000. Dau litakuwa limepanda. Dau imepanda wewe. Kaacheka na Bugatti uchezea. Ametoka kwa Bugatti. Asichukulie serious lakini Dula usichukulie serious Jipange, panga kituta. Kibunda kirefu cha kunanelia. Sasa wewe kama una Bugatti kwa anampeleka Dubai sio atampeleka wapi amridhishi. Sababu ukiangalia kweli Zailisa ni mwanamke ambaye anastahili. Na kipindi Zailisa yupo na Bugatti kidogo alikuwa anaenda kwenye level za kina Hamisa Mobeto. Alifika. Zile level za kuvaa. Maana tukisema alikuwa anaenda ni alifika tayari. Kwa sababu alikuwa yani ukimwalika Zailisa kwenye shughuli yako lazima ujitathmini mara mbili unavaa nini. Unavaa nini? Kwa sababu unaweza ukamwaza kwamba Zailisa itakuwaje. Yaani kuna Zailisa ambao nimemwalika kwenye shughuli yangu. Kwa hiyo unaweza kushangaa kwamba unaanza kujipa pressure wewe mwenyewe kwa sababu unamfikiria Zailisa. Kwa hiyo inabidi na wewe uanze kujitafuta, kuvaa vizuri ili mradi usikompare na Zailisa. Kwa hiyo sasa hivi tuseme kwamba Zailisa ametoka kwa Bugatti, utavaa nini? Naweza kavaa vizuri kwa sababu tumekubaliana kwamba alikuwa anavalishwa. Swali ni kwa sababu ya Bugatti. Yes. Swali ni kwamba ataendelea kuvalishwa? Zailisa mama utaendelea kuvalishwa? Dula fanya yako, sio avalishwe. Sasa hapa sio atavalishwa na nani? Atavalishwa Vijola kwa sababu kule ni Uswahilini. Maduka ya Sinza. Ni mwendo. maduka ya Vijola. Yeah. Mama Mariamu. Mchezo Mama Ashura vikoba vitatu. Au atavalishwa hata na Amina Vikoba. Si anauza matisheti, anauza sumadila. Dada yake Dula. Naye ameolewa. Ameolewa mwenzangu. Kwa anajua uchungu wa kuachika. Uchungu wa ndoa. Wake naye ilikuwa ni stress sana. Ni kwa stress. Kwanza kwa nini asingekuwa kinganga kama wasanii wengine? Mbona wadada wengine vinganga jamani? Tatizo unangangania wapi? Unangangania wapi? Bugatti na pesa. Takufunga. Sema umeona hii? Unaona ninaona. Unamaliza vikao. Unamaliza na. Sijui nini? Tumchangie hela ya pango. Rita. Sema naye ameingia mziki mkubwa. No. Mtoto mdogo unajua Rita yule. Ni mdogo lakini kwenye swala la mapenzi hakuna udogo. Yaani kama alitembea na Diamond sio mdogo, mtu mzima mwenzie. Sasa bana ifikia toba na wasanii wakubwa na mastaa oweni. Tulieni kwenye ndoa. Wasioe bwana, wewe watu tutachangamkaje? Wewe unafikiri kio tutachangamkaje sasa? Waoe bwana. Waache tu ale pata. Waoe. Sasa bana Manara naye kafanya story sio tamu. Unajua hajaongea. Manara post hadi ukienda kwenye account ya Manara imepoa, hatujamzoea. Sio Manara huyu. Yaani kule nikwambie kitu. Situation ambayo iko sasa hivi ni tofauti na wanawake wake wote ambao walikuwa wamewaacha hapo nyuma. Wanawake zake waliachana labda kutokana na tabia za ndani, kuchiti, mambo ni mengi, ugomvi, lakini tatizo la Zai ni tofauti kwa sababu hiyo ni kesi ambayo imefika mbele. Yeah, imefika mbele kabisa, ina ni kesi kubwa. Kwa kama asipocheza vizuri, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuwa hatiani kama kutakuwa na evidence za kutosha ambazo zitathibitisha kwamba Manara kweli alikuwa anajihusisha na kimapenzi na huyo mtoto wa miaka 17. Ni muhimu sana kwake akiwa kimya kuliko kuongea. Sema vyombo vingi vimesimama na Zailisa. Watu wengi wasimama na Zailisa bwana. Ana haki ya kusimamiwa. Kwa sababu ukiangalia kama kuvumilia uchafu mwingi alivumilia akiwa yuko ndani. Watu walikuwa wanajaribu kuprove kwamba ndoa yake ina shida, lakini yeye alikuwa anajaribu kusimama hakuna shida. So ni mwanamke ambaye alikuwa yuko tayari kulinda ndoa yake. Kulinda ndoa yake lakini Bugatti ndo amemlet down. Kwa kosa sio Zailisa, kosa ni Bugatti mwenyewe. Yaani jamii nikifikiria ile ndoa ilivyokuwa MC Garabi Diamond akamwaga pesa baba viwanja hapo vikatosha sana. Harusi imegharimu zaidi ya mamilioni, nguo tofauti wanabadilisha. Tusioe tu. Watu wanaachana kizembe sana.
Alipiga magoti dada watu kwa kulia, akiamini kwamba amepata mwanaume ambaye amemstiri. Hivi afalilie Alilia. Aliamini kwamba alipata mwanaume ambaye amemstiri. Sema ni mnafiki. Unataka alia kweli? Msinisikie lakini baada ya kutoka kwenye Uswahili na kuingia kuzunguni. Sema ali mtu mbali. Ni mtu mbali. Lakini sasa ndio yao ile ya kwanza imekaa kimya kimya, ndio yao mara kwanza ile. Wamefukua kwa kina Zailisa ile gauni ile trend ile jekundu ile lenyewe. Sio kwa la bunyokwa. Sasa paka umbe bichwa kaka itu Bugatti. Sasa mimi niko na Bugatti. Hapana, mimi niko na Zailisa. Sababu sawa, nipende kusema kwamba amefanya mabaya. Kama amefanya mabaya, sisi tunaongea kile kilicho mtandaoni na kinachosemwa mtandaoni. Lakini mimi nadhani pia Bugatti ni kama alimfungulia njia nyepesi Zailisa ya usta wake mara mbili pale alipokuwa. Yaani huo ndo walisia. Sasa mimi natamani kwamba Zailisa labda anavyomsema Bugatti mtandaoni. Bugatti amesema tu neno moja tu kwamba alhamdulillah, kwamba hivi na hivi, kwamba chakula na chakula si na nini. Akaishia hapo na amesema kabisa sitaki mambo ya media, nilichokiongea ndio hicho sasa hivi, sina maneno ya kuongea. Bugatti amempeleka sana Zailisa nje. Nadhani safari nyingi ameenda na Bugatti. Kamuonyesha kama amemtreat kama malkia. Huo ndo walisia. Nadhani amepata makampuni deals kwa sababu ya Bugatti. Huo ndo walisia. Mimi nadhani kwa hiyo zona mabaya aliyofanya Bugatti, nadhani pia akumbuke wema. Sidhani kama Zailisa atakuwa akumbuki mazuri yake. Sasa sio kumchafua hivyo mtandaoni. Ni kwa sababu amekosea. Yaani ngoja nikwambie kitu. Yaani uwezi kukaa kwa sababu yani uwezi kuficha mabaya ya mtu kwa sababu amekutendea mazuri. Unatakiwa kuappreciate vile vizuri vote ambavyo amekufanyia. Lakini anapokosea, ili asikosee watu wengine, lazima utoe maovu yake. Na hususan kwenye swala hili, kama angekuwa ametembea na mwanamke mwingine tofauti na mwenye undugu na Zailisa, mimi hata kwangu nisingeona ni shida kubwa ya Zailisa kuja mbele za watu na kumchafua. Lakini kitu ambacho kimemuuma zaidi ni kwamba ni mtoto. Yaani ni mtoto ambaye yeye ni mtoto wake. Imagine hata ungekuwa wewe ungejisikia vibaya. Pamoja na mazuri ambayo amemtenda, tunakubali kwamba amemtoa chini na kumweka juu. Tunakubali, lakini hiyo sio sababu ambayo itamfanya Zailisa akae kimya. Kwa sababu ya maovu yake. Kabisa. Amekosea Manara. Basi bwana mtazamaji wa The Podcast, sisi nadhani ndio kwanza tunaanza ili sakata la Zailisa na Haji Manara. The journey of divorce of Mr. Bugatti and Zailisa ndio kwanza imeanza. Talaka Nginja. Yaani ndio kwanza imeanza. Najua kuna watu wamefly, wale ambao wampendeza Zailisa mema kama ameachika, ametoka kwenye nyumba ya Bugatti, alikuwa anavaa vizuri. Kwa hiyo sasa hivi nadhani tulichobakia ni kusikiza upande wa Bugatti atasema nini, lakini pia tumsikize pia Zailisa ataongea nini huko kuandika. Lakini pia nataka kusikia ile ahadi ya Juma Lokole kwamba atamkutanisha tena Zailisa pamoja na Dura Makabila. Kwa hiyo Juma Lokole alikuwa ni mchawi wa ndoa ya Haji Manara. Tumeweza kufahamu wachawi wa ndoa ya Haji Manara walikuwa na kina nani. Tusubirie kama Zailisa atarudi kwa Dura Makabila. Au ataendelea kutafuta njia nyingine. Au pia labda alikuwa unaweza kuta hata ilikuwa ni trend. Unajua wasanii wenyewe waeleweki. Ni kweli, lakini kama tungekuwa wanataka kutrendisha ile jambo, wangetrendisha kipindi kile cha Maimartha Jesse. Wangeenda na hiyo trend, lakini sio kwa sasa. Kwa sasa inaonekana ni serious. Maimartha na furaha vibaya mno. Kwa sababu watu wengi walimtukana kwenye hili swala na walimuona ni muongo. Maimartha dada una furaha vibaya sababu kuna ile walimchamba Zailisa kwenye comment. Kuna mtu anahisi kama vile ni mange alochanganyikiwa. Na furaha vibaya mno. Dada nitakutafuta. Part 1 ya safari ya Taraka Nginja ya Zailisa na Haji Manara. Bwana ulikuwa nami bwana kwenye podcast safari ya Zailisa na Haji Manara. Jina langu ni Chris J na Tawe Gadgets. Mpaka siku nyingine. Bye bye.